weupe, weusi, wekundu kwa wakati mwingine, mahali pa Kweli Yote TV kwa ajili ya majira nzuri ya kueleweshwa na wewe na yeye mwenyewe ili tuelewe na tufahamu. Kwa hiyo kabla yote tushukuru kwanza. Baba mwema mzuri, wewe ni Kweli Yote, ndiye uliyeko sasa kwa ajili ya kuongea na sisi sote kwa ajili ya kutufundisha yale mema na mazuri yaliyo tayari yamekwisha kutimia kwa ajili ya ile nguvu ya baraka ambayo tayari wengi tuliisubiri, na sasa unaifunua na unaiweka wazi kwa kila mmoja ili Baba aione, aielewe. Kwa wote yote tunakushukuru, tunakupenda kwa maana tayari umekwisha kukaribisha mahali pa Kweli Yote TV, na wote wapo sasa kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya kufundishwa na wewe kwa utimilifu wako kabisa. Viongozi wote wa aina mbalimbali, wa imani mbalimbali, watu wakubwa na kwa wadogo, wote wapo kwa ajili ya wewe kuendelea kuwafundisha kwa utimilifu kabisa, ili wajue maisha hakuna tena mbinguni, iko juu ya nchi, kwa utukufu wake imetokea. Karibu sana, karibu viongozi, karibu wasio viongozi, karibu marafiki wote, karibu malkia wote, karibu vijana, mabinti wa imani zote, watumishi wote, karibu kwenye Kweli Yote TV. Wewe una subscribe tu basi na unapokea ile habari ya kweli juu ya ile siku ya mwisho kwa utimilifu, na una like. Leo yeye Baba ambaye ni Kweli Yote anatuelekeza na anatufundisha kwamba Armageddon tayari majira yake imekwisha. Armageddon tayari amefutwa. Ina maana ule uwanja wa vita uliokuwa kila mmoja anasubiri Armageddon. Kwa hiyo Armageddon leo utamjua na alikuwa nani na kilikuwa ni nini na kusudio lake ni nini mpaka ikaandikwa Armageddon. Tutaona kwenye mara ya kwanza tunaiona Armageddon iko kwenye Ufunuo 16 ule mstari wa 13. Ndio tumeona hapo, anasema nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na kinywa cha yule na mnyama na kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho zifanyazo, na kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. 14. Zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu huu wote na kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu. Vita ya siku ile kuu ya Muumba ambaye ndiye Kweli Yote. Kwa hiyo vita ile ya siku ile kuu ni ya Baba ambaye ni ya Kweli Yote. Sasa tutazame mstari wa 15. Tazama naja kama mwizi. Anakuambia tena kwamba ni vita ya Baba, lakini tazama anakuja kama mwizi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaiona aibu yake. Wakakusanyika, wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armageddon. Kwa hiyo Armageddon utaiona tena kwenye Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili ile 19 ule mstari wa 27. Kumi na 27 nasoma. Lakini na kujua kuketi kwako na kutoka kwako na kuingia kwako na kutoka kwako na kuingia kwako, na ghadhabu yako unayo nighadhabikia, kwa sababu ya kunighadhabikia kwako na kwa sababu ya kutakabali kwako umefika masikioni mwangu. Kwa sababu hiyo nitatia kulabu yangu pwani mwako na hatamu yangu midomoni mwako, nami
nitakurudisha nyuma kwa njia ile ile ulioijia. Kwa hiyo hapa inaonekana tukasome tena ili tuje tuunganishe 23 ule mstari hiyo Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili 23 ile 29. Ni kipindi cha ghadhabu yake. 29. Katika siku zake Farao Neko mfalme wa Misri akakwea ili kupigana na mfalme wa Ashuru. Akafika mto Frati, naye mfalme Yoshia akaenda kupigana naye mfalme wa Misri akamuua huko Megido, hapo alipoonana naye. Kwa hiyo ni sehemu ya mapambano. Tunasoma Zekaria 14, Zekaria 12 ule mstari wa 11. Siku hiyo kutakuweko na maombolezo makuu huko Yerusalemu, kama maombolezo ya Dadilon katika bonde la Megido. Kwa hiyo tunaona Armageddon ni uwanja wa vita. Sasa hiyo ni vita ya aina gani? Na uwanja huo ni upi ambao tumesoma muda mrefu sana, tumefundishwa muda mrefu sana? Hapa kuna mambo ambayo ni lazima uyafahamu. Anapigania wapi na hao wanaopigana ni wakina nani, ili tupate leo kufahamu, na wewe ina maana usiwe tena na hofu, wasiwasi na mashaka juu ya vita ya siku ile ya Baba ambayo ni ya kweli yote. Kwa hiyo Armageddon kwa ufupi kabisa ni uwanja wa vita. Kwa hiyo je, huo uwanja wa vita una maana gani au unapiganiwa vipi? Kwa sababu vita ni mapambano kati ya nani na nani. Kwa hiyo tunaona kwenye Ufunuo tena 20 ule mstari wa 7. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi hiyo, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji ule uliopendwa. Hapa kuna mji uliopendwa na unazingirwa, lakini baada ya hiyo majira kuonekana. Sasa turudi kwenye nguvu ya mahali ambapo pameandikwa watakusanyana, hiyo 16, hiyo 13. Nikaona roho tatu katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya kwa vita ya siku ile. Sasa hapa kuna mambo ambayo ni lazima uyafahamu, kwamba lazima kwanza zile roho tatu ambazo zinatokea zinaenda kuwakusanya watu. Roho hiyo kwanza kabisa ni ya joka, pili ni ya mnyama, tatu ni ya nabii wa uongo. Yupo yule mkubwa wao anaitwa kahaba. Kwa hiyo huyo ni lazima hizo zieleweke. Alafu pili tujue ile siku ile ya Baba na kile kitendo nani anakusanya, kuwakusanya watu wote wa pembe 4 zote wakusanya. Ni watu gani sasa? Alafu huyo anakuja kama mwizi na uwanja wa vita. Sasa tuanze kwanza na huyu anakuja kama mwizi, kwa sababu bila kuja yeye ina maana hakuna ambacho kinaweza kikafundishwa. Sasa nani atakufundisha? Huyu anayekuja kama mwizi. Sasa tunasoma kwenye Mathayo 24:36.
Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio kwa Baba, wala Mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hiyo ni lazima kwanza aje huyo kwa ajili ya ule moyo wa Baba ambao ndio utafundisha, utasimama kama kufundisha kwa ajili ya utimilifu wa yale yote maswali yaliyokuwa kwa watu juu ya nchi, ili tension juu ya nchi iondoke. Kwa hiyo anakuja kama mwizi ambaye tayari hapo tunamwona kwenye mahali pa Ufunuo ile 16. Huyo ni nani sasa? Ambaye sasa na hapa ametuambia kwamba wala Baba hakujua, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika hawajui, ila hata Mwana hajui, ila Baba peke yake. Kwa maana kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Na hapa kwenye Ufunuo tumeona hapo kwenye 16 ule mstari wa 15, tazama naja kama mwizi. Tunaona hapo kwenye Luka 21 tena ule mstari wa 34, anakuja anatukuta tukoje. Basi jiangalieni mioyo yenu ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawaijia ghafla kama mtego unasaba. Kwa kuwa ndivyo itakavyokuwaijilia watu wote wakao juu ya uso wa nchi. Basi kesheni kila mtu kwa wakati wake, ili mpate kuokoka haya yote yatakapotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Adamu. Hiyo Mwana wa Adamu ni mfundishaji, lakini ndani yake anakuwa na ule moyo wa Baba kwa ajili ya kufundisha habari ya Baba, kama vile Yohana ile 16 ule mstari wa 25. Haya nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa misali, lakini nitawapa waziwazi habari za Baba, na siku ile mtaomba nanyi mtapata. Kwa hiyo tunaona cha kwanza kabisa ni siku ile ya mwisho, siku ya hukumu. Je, hiyo siku ni ipi? Siku hiyo haiji kama jinsi tulivyokuwa tunatamka kwamba itakuwa ni moja. Ni moja kwa sura ya Baba, kama alivyosema kwenye mahali pa Zaburi ya 90 ule mstari wa 4. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita. Na ile Petro wa pili 3 ile 8. Lakini wapenzi, msilisahau jambo hili, kwamba kwa Baba siku moja ni kama miaka 1000. Sasa tunaiona hiyo majira kwamba lazima huyo kwanza aje. Huyo Mwana wa Adamu ni moyo wa Baba unaoingia kwake kwa ajili ya kufundisha. Ndio tunasema Roho Mtakatifu afundishe yote. Roho wa Baba, Roho wa kweli. Kwa hiyo ilikuwa ni moyo wa kweli. Tunasoma hapa ili tuone. Kumi na 4:16 Yohana, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata umilele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa hiyo ulimwengu hawakuweza kumpokea kwa sababu ilikuwa ni majira ya unabii. Kwa hiyo huyo sasa ndiye ambaye ametamkwa kwenye Mathayo 25:31, atakuja mwana
mwana ina maana kwa ajili ya kuja kuisimamisha ile siku moja, ambaye ndani yake atakuwa na ule moyo wa Baba, ambao ndio tulikuwa tunasema roho ya kweli, Roho Mtakatifu anayefundisha majira zote ambazo tumekaa utumwani. Kwa hiyo sasa tunaona hiyo siku moja ikoje. Hiyo siku ile ni ile Zaburi ya 90 ule mstari wa 4 tulioisoma, kwamba kwa Baba kwake ni siku moja, kwetu ni miaka 1000. Na Petro hiyo siku moja ina maana alisema tu kwa kuifupisha, lakini ndio ile siku ya mwisho. Hiyo siku ya mwisho ikoje sasa, ambayo ndani yake. Kwa hiyo leo ufahamu hiyo siku ya mwisho iko ndani ya mwaka. Bila mwaka wa kweli kwa watu wote, hakuna siku ya mwisho kuijua. Ndio maana ilikuwa imefichwa sana, kwa sababu ndio imebeba utimilifu wa kila mmoja, kama vile ilivyokuwa kwenye nguvu ya mahali pa Isaya 61 ule mstari wa 2, kutangaza mwaka wa Baba uliokubaliwa na siku ya mwisho. Kwa ndani ya mwaka uliokubaliwa na watu wote, huo ndio umebeba siku ya mwisho. Kwa hiyo ni ile sasa miaka 1000 kweli kwake ni siku moja. Sasa kuipata hiyo miaka 1000 ndio tunarudi kwenye mahali ilipopotelea. Kwanza, nini maana ya miaka 1000? Mbele zake ni siku moja. Ina maana siku moja kwake na kwetu ni 1000, ni yale mahusiano na Baba ambayo ni ya Mwanzo 1:26 ya kutawala uumbaji, kumiliki uumbaji. Hiyo ndio moja ambayo yeye kwake ni moja, sisi kwetu ni miaka 1000. Mwanzo 1:26, yeye Baba ambaye ni kweli yote akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale uumbaji. Sasa kile kitendo cha kutawala alipewa kila kitu, na ndio tunaona sasa, ili uone alishirikiana na Baba katika uumbaji. Adam tunamwona Mwanzo 2:19, yeye Baba akafanyiza kutoka katika ardhi kila mti, kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani na kila kitu, akakileta kwa Adam aone atawahitaji. Yani anaangalia moja ndani yake, yani ile understanding, jicho linaona, sikio linaona, kwamba hata akiwepo Baba, ina maana vyote hivyo vitakuwa ni hivyo. Hata kama ni yeye ataita, ndivyo ilivyo. Hiyo ndio moja, na ndio miaka 1000. Adam akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa msituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu. Kwa hiyo tunaona hapa Adam wote wanaitwa mke na mume, wote ni Adamu. Ile Mwanzo 5:2, mwanamke na mwanamume aliwaumba, akawabarikia, akawaita jina lao Adamu siku ile alipowaumba. Kwa hiyo usishangae mama na baba ni kitu kimoja, ni maumbile tu. Kwa hiyo tunaona sasa kile kitendo cha Adam na Hawa kumwacha baba na mama, hicho kitendo ndio kilipasua nguvu ya 1000 kwetu kwa ajili ya kuwa na moja kwa baba. Ile Mwanzo 2:23, Adam na mkewe, Adam akasema, sasa huyu ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kati ya nyama yangu, sasa ataitwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Kwa hiyo kile kitendo cha Adam na Hawa kutoambatana na baba, kutoambatana na mama, ina maana baba ni kweli yote na mama ni majira. Kwa hiyo ile kitendo cha yeye kuachana sasa na baba ambaye ni kweli yote, ina maana alinyang'anywa ndani yake ile mmoja na baba. Kwa hiyo ile moja na baba ndio hapa sasa tunakuja hapa kwenye hii nguvu ya mchoro huu. Kwa baba pale kwenye mkono wake, mwaka wake ilikuwa ni mwaka una miezi 9. Kwa hiyo alipokuwa alikuwa anataka waendane na hii ile moja Mwanzo 2 ile 19 ni moja kwa moja mpaka huku iwe moja, kama vile ilivyochorwa hapa, iwe kutoka kwake kuja huku na mpaka juu ya nchi. Hii ndio moja ambao kwetu ni miaka 1000,
kwake ni siku moja. Kwa hiyo tunaungana kwamba ile kitu kinachofanyika kwa baba na hapa kinakuwepo na juu ya nchi kinakuwepo. Sasa kile kitendo ambacho cha kumwacha sasa baba, kumwacha. Kwa hiyo hapa tumboni ndio tukapotelea. Baada ya mwaka ikaitwa miezi 9. Inavyoendelea mpaka miezi 9, hii miezi 9 inakuwa haihesabiki. Ina maana tayari tunatokea kwenye mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo tunapotokea hapa tunakuwa na 2. Kwa hiyo ile moja na baba haipo. Kwa hiyo hapa tuna 12, hapa tuna miezi 9. Kwa hiyo tayari hapa kuna ukuta. Kwa hiyo wanapoachiliwa matirio ya watu kuumbwa ndani sasa kama nguvu ya kiumbe cha mtu kupitia ile Luka 1:26. Kwa hiyo inahostiwa. Kwa hiyo inahostiwa hapa sasa na yule aliyekuwa anaitwa kahaba kwenye kitabu hiki, kwenye ile nguvu ya Ufunuo 17. Huyo ndio alikuwa ameketi hapa. Kwa ndani unamuona ni kahaba, kwa nje ni Malkia. Malkia wote unaosikia juu ya nchi wamekaa ndani, wamepewa nguvu na huyu. Kwa hiyo tunaona sasa hicho kitendo sasa, ina maana tukapoteza ile majira ya mwaka. Kwa hiyo ile 1000 ikapotea. Kwa hiyo tukapewa miaka 930. Hiyo ndio tukawa tunaishi nayo, ina maana tukawa lose. Kwa hiyo ile siku ile sasa ya baba ikaisha, ikawa haipo. Kwa hiyo tukaenda utumwani. Kwa sasa ina maana tunaona kwenye Yeremia sasa ile 27 tunaiona sasa pale Babeli kwa mara ya kwanza, tunaona tukiwa utumwani sasa kwamba tumekabidhiwa kwa Babeli. Babeli ndio anatumiliki mpaka miaka 70 iishi. Tunaiona kwenye nguvu ya Yeremia 29:10 mpaka 14, Danieli 9 tunaiona hapo. Kwa hiyo sasa ikawa tayari tumenyang'anywa ule mfumo. Kwa hiyo baba tumjui, mama tumjui. Mfumo wa mama, neno mama, kumwacha mama, ina maana mama ni ule mfumo ambao ni wa 28 na miezi 9. Huyo ndio mama, na huyo ndio alinyang'anywa ule mfumo. Kwa hiyo mama anabeba tu mimba, lakini hajui kwamba creation ya mtu inaanzia humo ndani. Kwa hiyo yeye anakuwa kama chombo cha kubeba. Kwa hiyo anakuja kumzalia huku nje, huku ndio starting. Kwa hiyo mtoto anabaki huku, ile vipawa, kalama, vigezo. Kwa hiyo kama anakuwa anamiliki watu juu ya nchi. Kwa sasa ina maana huu ndio utendaji ambao tayari tulifunikwa. Kwa hiyo moja ikapotea. Kwa hiyo Mwanzo 5:5 ndio ile miaka 930 ikapatikana kwa ajili ya sisi sasa kuwa chakula cha nyoka. Kwa hiyo ile Mwanzo 3:1 mpaka 24 hakuna tena mahali ambapo pa kupita. Mpaka tunaona sasa kwenye Mwanzo 3:20 tunamwona Adam akiwa anamuita mama kwamba huyu ndiye mama wote wenye uhai. Kwa hiyo wanaonyesha ile majira tayari ameshamwacha baba, ameshamwacha mama. Ina maana akatolewa kwenye ule mfumo. Tukawa tunaishi sasa maisha ya photocopy ambao ndio tumevalishwa majani. Kwa hiyo hakuna tulikotoka, hajawahi mtu yeyote kututoa hapo mpaka siku ile ambayo sasa turejee tena kwenye siku ya mwisho. Kwa hiyo tunaona sasa hiyo siku ndio inapatikana sasa baada ya majira hii kupatikana. Hii ndio siku ile ambayo ndio hii iliyobebwa sasa ndani ya mwaka. Kwa hiyo mwaka unaanza ndani huku, unaanzia ndani tumboni kwenda nje. Hii ndio mwaka. Kwa hiyo mwaka una miezi 9. Kwa hiyo hii ndio moja ya baba ambao sasa inaanzia juu kwenye mkono wake. Kabla hujaingia tumboni alikujua. Yeremia 1:5. Ulipoingia ndio hapa unatakiwa uendelee na mfumo, na kule juu ya nchi uendelee. Kwamba ukizaliwa uwe na mwaka mmoja na siku moja, mwaka mmoja na wiki moja. Hiyo ndio moja ya baba kutoka juu kule, kwamba vipawa, kalama, viwekezo, akili nzuri, na hapa na kule. Sio hii. Kwa sasa wakati inapatikana hii moja, ndio siku ile inaanza, wakiwa tayari ule moyo wa baba umepatikana. Kwa hiyo moyo wa baba sasa ukishapatikana, unafunua, unaweka wazi siku ya mwisho.
Siku ya mwisho ina maana ni ile kujua kweli yote na kuhukumika ule ubaya juu ya nchi. Kwa sasa tunaona hapo sasa kwamba baada ya kupata huo mfumo wa siku ile na kumpata huyo mwana wa damu ambaye ndio kabeba moyo wa Baba, kwa hiyo fumbo la siku ile linaisha na mwana wa damu inaisha, ambaye ni roho, ambaye ni moyo wa Baba. Kwa sasa ndio anaanza kumfundisha Baba ni nani. Kwa hiyo Baba tunaona kwenye Yohana 3:29 mpaka 36 na Yohana 17 ile 17 kwamba Baba ni kweli. Kwa hiyo Baba ni kweli yote. Kwa hiyo kama Baba ni kweli yote, ina maana Yohana 3:33 yeye aliyekubali ushuhuda wake ameitia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli yote. Hata Yohana 17 ile 3 na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Muumba wa pekee ambaye ni wa kweli yote. Ni kweli yote. Tunaona 17 Yohana, watakase kwa ile kweli, kwa sababu kweli yako ndio utakaso. Yohana 8:26 ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli, nami nayosikia kwake ndio nayonena. Ina maana Baba sasa maana yake halisi ni kweli. Sasa huyo ndio anamuelezea akiwa tayari amepatikana huyo roho wa kweli ambaye ndiye moyo wa kweli, ambaye ndiye amebebwa na yule mwana wa damu kwa ajili ya kuja kurejesha ule mfumo wa siku ile ambao ni mwaka unaoanzia ndani kwenda nje. Kwa hiyo inakuwa imepatikana na Baba anakuwa ameeleweka kwamba Baba ni nani. Kwa hiyo kishasimama sasa Baba ni kweli yote, ina maana sasa ni nguvu ya kutumika sasa, kwa sababu tayari kulikuwa kumetangulia vitu ambavyo vilikuwa vinatumika juu ya nchi, ambavyo sasa lazima kila mmoja na vyenyewe avifahamu kwamba neno ndio aliyetangulia. Kwa hiyo neno haikuwezekana kabisa kuja kumpata ambaye atakuwa ni huyo roho wa kweli, kwa sababu tayari tunamwona mwana ambaye ndio kweli kwa level ya Yesu akiwa hajaeleweka kwamba alikuja kufanya nini. Yeye alikuja kiunabii afundishe kwamba siku ya mwisho itakuwaje na ibada hizi zikoje na namna atakavyozivunja akifika. Kwa hiyo hicho ndio ilikuwa kusudi, lakini kwa sababu hakueleweka, ina maana ile Isaya 6:8 haikufahamika. Kwa hiyo sasa Isaya 6:8 mpaka 13 inaonekana kabisa Yesu ambaye ni kweli kwa level ya Yesu alitumwa kuja kutufundisha siku ya mwisho na matukio ya siku ya mwisho. Halafu kutufundisha ibada za Mafarisayo, ile Marko 7 ile 1, Mafarisayo na Masadukayo, na ile Mathayo 23, Mafarisayo na Masadukayo wamekaa kwenye kiti cha Musa. Yaani wamekaa kwenye nguvu ya kuonekana kwamba wao ndio wako kwenye nguvu ya kufundisha, lakini kwa uhalisia walikuwa wanafundisha ibada zile zile za ishara, za miujiza, ibada za mawe, ibada zote ziliendelea. Kwa hiyo sasa anapokuja ndio anakuonyesha kwenye nguvu ya Mathayo 24 kwamba halitasimama jiwe juu ya jiwe. Ile Marko 13 halitasimama jengo juu ya jengo. Yaani zile ibada ambazo tulikuwa tumefundishwa zikawa kama nguvu ya maisha. Hata ile Luka 21 ile 5, hakuna jengo zuri ndani ya mahali pa ibada ambayo litakuwa linaendelea kwa sababu ya mifumo hiyo tuliyoikuta. Kwa hiyo alikuwa anatuonyesha hivyo. Kwa hiyo kuja kufahamika sasa kwamba ndio maana inaonekana atarudi. Kwa hiyo kurudi kwake utarudi ule moyo wa Baba kuja kutuonyesha sasa ile kweli yote. Kwa hiyo neno alitangulia. Tunamwona yeye alikuja aishuhudie ile kweli. Yeye ndio alikuwa kweli, lakini Baba yake ni kweli yote. Tunamwona hapa akijiadresi kwenye Yohana 18. Yohana 18:37. Basi Pilato akamwambia, wewe mfalme? Basi Yesu akajibu, wewe wasema. Kwa nini?
kwa kuwa mimi ni mfalme, mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi ninakuja ulimwenguni ili nishuhudie ile kweli, kila aliye kwa hiyo kweli kuisikia. Pilato akamwambia, kweli ni nini? Kwa sababu kweli haikuwepo, ilikuwa tayari imeshakanyagwa kupitia mahali pa Danieli ile 8 ule mstari wa 12. Kwa hiyo kilichotangulia sasa hakikuweza kutupa nafasi ya kufunguka, kwa sababu dunia neno wanalo, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa daima kwa sababu ya makosa yake, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda kama ilivyopenda na kufanikiwa. Kwa hiyo walichoangusha na kutokuifundisha, ina maana ilikuwa ni ile kweli yote, na kweli yote ndio jiwe. Jiwe sio neno. Kwa hiyo sasa ikafundishwa neno, ikafundishwa sauti, ikafundishwa neno la ufunuo na andiko na pumzi na uhai wa mabaya. Kwa hiyo dunia wakawa wanazungukia hapo, kwa sababu tayari baba asiweze kujulikana. Kwa baada ya sasa baba kujulikana kwamba baba ni kweli yote, ina maana tunamuona mwana akiwa ndiye kweli. Ndio maana akasema kwenye Yohana 14 ile 28 kwamba baba ni mkuu kuliko yeye, ila yeye anaifundisha ile nguvu ya unabii namna itakavyokuja, lakini akisimamia kwenye kweli. Kwa hiyo ile neno lilikuwa ni kitendea kazi. Sasa kitendea kazi ndio kikawa ibada. Kwa sasa tunaona kwamba je, hiyo kweli yote tayari ameshainuliwa. Je, anapambana na nini sasa? Aje atufundishe sasa namna ambavyo kwenye nguvu ya utimilifu kwamba atatukomboa na nguvu ya kaburi na mauti. Nini kitatukomboa sasa? Tunaona Hosea ile 13 ule mstari wa 14, nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa. Kwa hiyo tunaona sasa mauti na kuzimu hakuna aliyekuwa anaijua, lakini mauti na kuzimu ndio huyo kahaba, ndio huyo joka, ndio huyo mnyama, na ndio baba wa uongo, na ndio mungu wa dunia hii, na ndiye ibilisi, na ndiye shetani. Ukimsoma hapo, huyo amejifungamanisha mahali pa sifa moja tu yake, au danganyaye ulimwengu. Yaani na maana hatima yake au maisha yake anaishi kwenye madhabahu ya uongo, ila amejificha kwenye vitu ambavyo hauwezi kuvielewa. Kulikuwa na vita huko mahali pake, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, au danganyia ulimwengu, akatupwa. Kwa kile kilichoachiliwa juu ya nchi na ndicho kikakaa kikajificha kwenye mauti na kuzimu ni uongo. Kwa hiyo tunaona uongo huu wa kwanza, sifa kubwa yao au danganyia, yaani yuko kwenye kiti cha uongo na ndiye baba wa uongo juu ya nchi. Kwa hiyo msingi wake ameweka pale. Kwa hiyo kwa sababu hatukumwelewa baba ni nani, ina maana tulijiita sisi baba. Kwa hiyo baba yeye kweli kwa level Yesu akaja kutuambia kwenye Mathayo 23:9 kwamba mtu asiitwe baba. Alikuwa anajua kwamba utimilifu wa baba kwenye ibada yake ya Yohana 4:23 atakayeabudiwa ni baba. Kwa kama wewe utaitwa baba na haujajua maana ya baba, ina maana je, yule atakayepambana mwisho ile siku, vita ya siku ile ni nani sasa? Kwa hiyo ni lazima baba ndio anapambana. Kwa hiyo huyo baba sasa ni kweli yote, na huyo sasa mauti na kuzimu, yeye sasa ni uongo. Ndio maana uongo sasa ni kwanza kahaba. Kahaba ni nani? Ukisoma kwenye Ufunuo 12:1-3, huyu ndio amekalia nafasi ya kina mama baada ya kuwa mwaka uanzie tumboni
wakati anakoni ile mwaka, neno mwaka, ina maana akatuingiza sisi kwenye miezi 9. Hapo yeye ndio akawa anatawala watu wote juu ya nchi. Kwa hiyo neno kahaba ndio akawa anamiliki hiyo majira, kwa sababu majira, creation ya uumbaji inaanzia ndani, haianzii nje, kama vile Luka 1:26 inavyotamka kwamba ulikuwa ni mwezi wa 6. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja naye. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Walakini wakamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Na jina lake utamuita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Anaanzia ndani kama hivyo hapa, anaanzia ndani kumiliki. Kwa hiyo ndio maana anasema ufalme wake hauna mwisho, lakini hapa kuna mwanzo na mwisho. Ndio maana akaitwa yeye hana mwanzo wala mwisho. Kwa nini? Anaanzia ndani. Kwa hiyo moja kwa moja connection yake na ya Baba ni ile moja. Kwa hiyo tunaona sasa kahaba huyu ndio tunaona anamiliki. Baada ya watu wote kuanzia tumboni, tulianzia nje, yeye akakaa ndani, ndio akaitwa kahaba. Juu ya nchi akaitwa sasa kwa uhalisia huku, ndio tunamwona Malkia wa aina zote, Malkia wa Uholanzi, Malkia wa Uingereza, wote hao wanaishi mahali pa mwaka wenye miezi 9. Wao wanaishi ndani ya miezi 9 kwa sababu wanajua creation inaanzia ndani. Kwa hiyo ili umiliki watu wanaanzia ndani. Ndio maana unaona kuna ibada zingine zinafanyika kwa kumwabudu Mariamu, kwa sababu wanajua kwenye wiki ni siku 28. Mwezi wa kuumba mtu ni miezi 9. Kwa hiyo ukikaa pale una control watu wote juu ya nchi. Ndio shetani uliokuwa huko juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona sasa kwa tulitolewa kwetu. Kwa hiyo wakati sasa tunakuja kwenye majira hii, mwaka wenye miezi 9, ina maana kahaba anaondoka. Kwa hiyo majira sasa ya ibada inaanzia ndani. Kwa hiyo waabudu halisi sasa watamwabudu Baba ambaye katika kweli kwa ajili ya majira. Kwa hiyo hii haina imani, haina kwamba dini fulani, haina dhehebu fulani. Hii ndio ya siku ya mwisho kwa ajili ya kuanzia ndani kwenda nje, kwa sababu mweupe mweusi wote wanaanzia hapa. Sio zile kalenda ambazo tumezikuta za uzazi wa Ibrahimu kwa ajili ya Isaka, kwa ajili ya Sara, kwa ajili ya Isaka na Ishmaeli na Yakobo na Esau. Hiyo haikuwepo. Kwa hiyo tunaona sasa huyo tumemaliza joka. Joka naye ndio ndimi mbili, ni uongo, udanganyifu. Tunausoma hapo kwenye nguvu ya Ufunuo 12 ile 3. Ikaonekana ishara nyingine. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba ni udanganyifu. Mnyama ni maisha ya makafara. Ukisoma kwenye Walawi 17:10-15. Tunakula vitu vyote mpaka damu, na wakati tulikuwa tumekatazwa kunywa damu. Kwa hiyo tukawa tuna favor na kubadilika kwetu. Tukawa tunabadilishwa na roho mbaya ndani yetu. Anasema hivi, kisha mtu awaye yote wa nyumba hii miongoni mwa watu wageni wakao kati yenu atakayekula damu ya aina yote, nitakunja sura yake, nitakunja sura yangu juu ya huyo mtu, nami nitamkatilia mbali na watu wote. Kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho. Je, katika kushiriki, kwa sababu hatukujua damu maana yake ni nini. Yohana 6:54 inasema damu yake
ni kweli, kinywaji chake ni kweli. Yaani ile nguvu ya fundisho ndio nguvu ya kinywaji. Kwa hiyo naliwaambia wote, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa ya kula damu, wala mgeni aketie. Kwa hiyo hata ukishika mnyama inatakiwa damu mwage, lakini tulikuwa tunakula. Kwa hiyo tulikuwa tuna maspiriti ya kinyama juu ya nchi. Kwa hiyo maadui wakawa wanatutumia sisi. Tunaona baba wa uongo na mungu wa dunia hii ni kile kitendo cha Mwanzo ile 2:23, Adam kumwacha baba na yeye akakalia kiti cha baba. Kwa hiyo yeye sasa akawa ndio tunabebeshwa mizigo tusiyoitaka, kwa sababu kama baba yeye anatuzuia tusiitwe, ina maana sisi ndio tukaketi kwenye kiti cha baba wa uongo. Kwa sababu Isaya 6:8 alitumwa tu kuja kutuonyesha. Mathayo wakawa wanajua. Kwa hiyo yeye alikuwa kwenye unabii. Ndio maana alikasisitiza sana nguvu ya sisi ya kutoitwa baba, kwa sababu baba ndio kiti kikubwa kwa ajili ya yeye kupata ibada. Kwa hiyo ibilisi, shetani, hizi zote lugha hizi ziko kwenye nguvu ya Luka 4:5 kwamba ibilisi ni roho za udanganyifu, joka ni roho za udanganyifu, nyama ni roho za udanganyifu, hata kahaba ni roho za udanganyifu. Kwa hiyo uongo ndio madhabahu yake. Yeye ni Isaya sasa 26. Alafu ndio tuione sasa hiyo vita ya siku ile ni ya nini inapigana, alafu twende kwenye mahali gani wanapigania. Isaya 28 ule mstari wa 15. Kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikalo litakapopita halitafikia sisi. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa hiyo shetani mahali pake, madhabahu kubwa ya hizi roho zote ni uongo. Kwa hiyo uongo sasa unapambana na nani? Ndio maana sasa unarudi kwenye Ufunuo sasa 16, vita ya siku ile. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme. Wafalme ni mimi na wewe. Kwa hiyo watu wote sasa juu ya nchi wanaingiwa na hizo spiriti kwenye akili za uongo tulizokuwa tayari, kwa sababu tulikuwa Babeli ile miaka 70. Kwa hiyo tunaona sasa hiyo vita ya siku ile ina maana ni kati ya roho za uongo zilizo juu ya nchi na ile kweli yote. Hiyo ndio vita ya siku ile, kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Baba. Tazama naja kama mwizi. Huyo sasa mwana wa Adamu mwenye moyo wa Baba ndio aje sasa aifundishe Baba ni nani. Na hiyo vita inapigana kati ya nani na nani? Kwa hiyo inapigana kati ya uongo na kweli yote juu ya nchi sasa, kwa sababu tayari uumbaji umetanguliwa na uongo. Kwa hiyo anachofanya yeye ni kutuondoa kwenye ile hali ya uongo, umauti na kuzimu tuliokuwa nayo. Ndio maana akasema nitawakomboa na kaburi, nitawakomboa na kuzimu. Hiyo kuzimu ni ile nguvu tuliokuwa tumeingiziwa elimu mbalimbali za kinabii, lakini zinatufundisha kinyume na ile maisha tunayotakiwa kwenda. Kwa hiyo sasa tukawa vipofu. Ndio maana Ezekieli 37 ikasema tutatolewa kwenye makaburi. Kwa hiyo tutatolewa kwenye makaburi tuliokuwa tumeunganishwa nayo bila hatia, kwa sababu tulikuwa Babeli.
Ezekieli 37:1, mimi naanza 11. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ya nyumba yote ya Israeli, tazama, wao husema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali. Basi tabiri uambie hivi, yeye Baba ambaye ni kweli yote asema hivi, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi yenu, nanyi mtajua kuwa mimi ndimi kweli yote, nitakapoyafunua makaburi yenu. Sasa ina maana vita sasa hii, vita ya siku ile ni kati ya roho zote za uongo, tangia zile roho za anguko za Mwanzo ile 2 mahali pa 23 mpaka pale pa utimilifu pa 25. Kwa hiyo tunaona siku ile anaondoka sasa kwa ajili ya kuisimamisha ile majira miaka 930 na miaka 70, ndio tunapata miaka 1000. Kwa hiyo ni Zaburi, ni siku ile sasa imeshapatikana, inatimia Kenya, na tayari tuko kwenye taifa la Kenya. Sifa ya hii majira ni kutuweka sisi kuwa moja, ile Sefania 3:9 mpaka 11 na Ezekieli 43:1, ile propa mashariki. Propa mashariki kwenye langoni ilikopatikana, hii ni mashariki, Eastland. Kwa hiyo hapo sasa ndipo ambapo sasa panainuliwa, kwa sababu Kenya ni kaunti 47. Sasa uwanja huo ni upi? Uwanja huo unaitwa Armageddon, uwanja wa vita. Uwanja wa vita unaoitwa Armageddon ni kwenye akili. Uwanja huo kwanza unapiganiwa kwenye akili, kwa sababu hapa 16 utaisoma sasa yote, alafu hiyo 16 ule mstari wa 13 mpaka mahali pa 20. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara tokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu huu na kuwakusanya kwa vita ya siku ile. Yaani wanaingia ndani ya watu, kwa sababu haya maroho ndio majenerate, kwa sababu ya utawala ya Baba. Tazama naja kama mwizi, ndio anatokea mwana, yaani mtu ambaye tayari anafundisha hiyo hadithi ya kweli na kuyatunza mavazi yake asija kuonekana. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Armageddon. Na huyo wa 7 ambaye sasa ni utimilifu akakimimina kitasa chake juu ya anga, mamlaka kuu ikatoka katika hekalu, na tayari hekalu ina maana inasimamishwa na majira, yaani ile nyumba ya ibada ya watu wote tayari ndio hivi. Kwa hiyo ndio maandalizi sasa yanayofanyika kwa ajili ya wewe kutambulishwa, basi na wewe uabudu, ujue nini unachokiabudu. Paitwapo kwa Kiebrania Armageddon. Kwa hiyo tumesema ni uwanja wa vita. Kwa hiyo ni uwanja wa roho pale. Ukienda sasa kuangalia kwamba hapo wanapopigana kwa ndani ni kwenye akili, lakini kwa nje ni mataifa yaliyobeba utimilifu wa hao watu. Hizo kabila zote ni mataifa gani yaliyokabidhiwa? Ndio yako itakuwa inapigana hapo. Sasa nasoma hapa ili tuelewe kwanza. Kwa ndani ni uwanja wa vita ya akili. Kwa hiyo uwanja huo ni kwenye akili, ndio napiganiwa. Armageddon ni akili, kwenye uwanja ule wa akili, kwenye akili ya kila mmoja, kwa sababu kilichotangulia ni uongo. Pakawa na umeme na mamlaka ya radi, palikuwa na tetemeko na nchi kubwa ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapajawahi kuwa na ile tukio jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo, na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu. Hapo utaona mafungu matatu. Ibada hii inayoisikia imekwisha kugawanyika, na mji ule mkuu ukagawanyika mafungu matatu,
na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbukwa mbele zake. Unaangukia wapi? Huko nje sasa. Kwa hiyo huko ndani ni nguvu ya ibada kabisa, lakini huko nje ndio anaanguka Babeli na taifa lile, na zile ibada za siri zinaanguka sehemu panapoonekana panapiganwa vita ya risasi na mabomu. Hiyo ni Yeremia 25. Ule mstari wa 12. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Ukaldayo pia, nami nitaifanya kuwa ukiwa na umilele. Kwa hiyo hili linaposimama sasa kwa ajili ya yule mwanadamu, anatokea akiwa na ule moyo wa baba wa kufundisha juu ya habari zote na kuitamka ile siku ya mwisho, mwaka wa watu wote unaoanzia ndani kwenda, ndio umebeba siku ya mwisho. Siku ya mwisho ina maana ni ile ya kusema kweli yote, ile ya hukumu uongo. Hukumu ni uongo, ndio maana akasema kila neno lisilofaa tulilowahi kuunganishwa nalo litapata hukumu. Kwa hiyo roho chafu nyingi zimetengenezwa kwa sababu ya mazingira ya udanganyifu. Kwa hiyo tunaona sasa kwenye utimilifu hapa, uko nje taifa lile ni Israeli lililobeba makabila 12 ambayo ni 49. Mwanzo 49 ule mstari wa kwanza. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakaopata siku ya mwisho. Kwa hiyo Rubeni, mnajua tabia yake ya kupanda kitanda cha babake. Naona hapa Simeoni na Lawi, na wao ni wauaji. Kwa hiyo kabila nyingi zikawa ni tabia, yaani kabila 12 zimebeba tabia zote juu ya nchi. Majina 12 yamebebwa ndani ya taifa ambalo ni Israeli. Tunaona kwenye nguvu ya 27, Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kulalua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Hizo ndizo kabila 12. Ndio maana tunaona waziri mkuu wa Israeli akiwa tayari yeye kama representa kwa ajili ya utimilifu huu. Ndio maana hilo ndio taifa hili. Ukaldayo ni hizi ibada tulizozikuta za ishara na miujiza ndio zinafutika kwenye wakati wa vita ya siku ile, yaani vita ya kiakili, kwa sababu utendaji wa akili kati ya uongo na kweli, kwa sababu kweli haijawahi kuonekana, ila neno lilitangulia, sauti ilikuwepo. Lakini je, ile nguvu ya mauti na kuzimu haiwezi kuua na neno wala sauti, haiwezi kuua nguvu ya mauti na kuzimu. Ila makuzimu na mauti akijulikana ni nani, ni uongo. Huyo kahaba, joka, mnyama, ibilisi, shetani audanganya ulimwengu, akijulikana ni uongo. Kwa hiyo anauawa na kweli. Kwa hiyo baba ni kweli yote, na nguvu ya mauti na kuzimu ni uongo. Kwa hiyo wanapambania watu kwenye akili za watu. Huyo ndio unaitwa uwanja wa Armageddon kwa ndani, kwa sababu ibada zote ziko chini ya mamlaka iliyokuwa kwa ajili ya madhabahu ya mitume 12, na ambao kwa uhalisia si waaminio. Na ndio maana dhambi kubwa juu ya nchi ni kutokuamini. Tunawaona hawa kwenye Marko 16, hawa wanafunzi wa Yesu. Baadaye akanena na wale 11 alipokuwa akila, akawakemea kwa kutokuamini kwao. Huyo alikuja kutuonyesha kwamba msingi wa kanisa umejengwa kwenye mitume 12, na 12 hawajawahi kuamini ile kweli. Ndio maana akasema dhambi atakayokuja kuwaonyesha ni dhambi ya kutokuamini kwenye Yohana 16. Hapo ndipo takaposoma sasa ile siri yote. Yohana 16 ule mstari wa 7.
Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali yeye nikiondoka nitampeleka kwenu. Kwa majira sasa, kwa sababu alikuwa kiunabii, akija kwa ajili yule atakaye kuja mwenye moyo wa Baba kwa uhalisia, naye akisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi, na kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu. Kwa hiyo akuwepo, yes, aliondoka, naenda zangu kwa Baba, hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo hii tunaweka tu rubber stamp kwamba mkuu wa ulimwengu ni nani? Ni huyo kahaba. Mkuu wa ulimwengu ni uongo, lakini amejivika kwenye vazi la kahaba, vazi la joka, vazi la mnyama, vazi la baba uongo. Mungu wa dunia hii, Ibilisi, Shetani, ndio wanaofanya ishara za uongo juu ya nchi. Kwa hiyo yeye akija sasa atatuhakikishia yote haya, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atanena, na mambo yajayo atawaambia, kama hivi anavyotamka sasa kwamba vita ya siku ile inayopiganiwa kati ya uongo na kweli tayari. Kwa hiyo uongo umeanguka, na huko nje ni yale mataifa, Babeli anaanguka, ambaye sasa anawakilisha alivyopewa miaka 70 kumiliki. Tulikuwa tunatawaliwa na Amerika, lakini ndani yake kuna utendaji mkubwa na nguvu ya kutumika kwa ajili ya Israeli. Israeli ina maana ni mfumo uliobeba mataifa yote, ndio unaenda kupambana pale. Kwa hiyo anapambania Iran, hiyo nguvu ya Nyakati wa Pili ile 36:20. Nasoma, na wale waliokuwa kwa upanga akawachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe, hata kulipoingia miliki ya Uajemi. Kwa hiyo anapigania pale, ndio maana unaona kama Uajemi yupo, lakini ni mkono wa Baba uko pale kuhakikisha Babeli anaanguka, taifa lile linaanguka, Wakaldayo wanaanguka. Sasa sabato ya Baba isimame vyema, ya kuheshimiana, mkubwa kwa mdogo, kiongozi na asiye kiongozi, tajiri kwa maskini, waheshimiane, tuheshimiane. Taifa kubwa kwa dogo, tuheshimiane. Ule mgawanyiko tuliokuwa nao hauna tena nafasi, ili kutimiza lile ambalo Baba ambaye ni kweli alitamka kwa kinywa cha Yeremia, hata itakapofurahia sabato zake. Kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa, ilishika sabato kutimiza miaka 70. Kwa hiyo inapiganiwa hapo kwa Babeli, taifa lile, Wakaldayo. Kwa hiyo hao wote walikuwa kwenye ibada za ishara na miujiza. Kwa hiyo hii ni nguvu ya kuanguka kabisa utendaji wa Babeli, taifa lile na Wakaldayo. Ibada mbalimbali zilizokuwa ziko kinyume. Kwa hiyo utawala sasa wa Irani unaonyesha kabisa ni utawala uliosimama kwenye nguvu ya miaka 47 katika nguvu ya mambo ambayo wewe mwenyewe unaweza ukienda kupata nafasi, basi utaona ule utawala bila, yani kufungwa, isolated, miaka 47. Kenya kaunti 47, na yule anayesimama kwa ajili ya taifa la Babeli, rais ni wa Amerika, ni wa 47. Kwa hiyo hiyo ndio utimilifu wa Baba kuwa juu ya nchi. Vita ilianza kupiganwa Februari 28, wakapiga 26, Februari 28 mwaka 2026. Vita ikaanza ikapigana siku 12. Na maana ile nguvu ya taifa lile lilikuwa linaanguka.
ikapiganwa siku 40. Ina maana ni ule utumwa wa miaka 40 wa vizazi vinne vya Ibrahim. Mwanzo 15 ile 15 na siku 100 kutimiza moja, wakamaliza. Kwa hiyo Armageddon imefutwa. Kwa hiyo uongo wote hauna nafasi. Sasa amebaki kweli yote juu ya nchi. Kwa hiyo hata wewe pale ulipo, mweupe, mweusi, mwekundu, utadanganyika tena. Kwa hiyo itabidi sasa wewe umsajie yeye kweli kwa ajili ya nini? Kusubscribe kwa ajili ya like kila mahali. Waambie bwana, tayari mambo ni juu ya nchi. Nasoma kwa utimilifu. Ufunuo 11 ile mstari wa 15. Na ujumbe wa utimilifu kapiga tarumbeta kubwa, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa kweli yote, naye atamiliki hata umilele. Na wale wazee 24 na wale waketio mbele za Baba kweli yote. Wazee 24 ni wale mitume 12 na zile lugha 12. Sasa hawa hawezi kuabudu kama spiritual. Sasa hivi anatutaka sisi tunaonekana hivi. Ndio maana ametoka mahali pake, yuko juu ya nchi. Na wale wazee wakasujudu mbele zake wakisema, tunashukuru Baba uliyeumba mbingu na nchi, wewe uliyekuweko, kwa sababu umeutoa uweza wako ule mkuu na kumiliki, na mataifa wakakasirika, hasira yako nayo ikaja. Ndio maana hapo kuna kipimo. Wakuhukumiwa waliokuwa wamekufa. Kwa hiyo waliokuwa wanatumia kafara, ina maana nafasi hizo hamna. Freemasoni, uchawi, uganga, ushirikina, ishara, miujiza, unabii, ubashiri, hakuna zile ibada za sanamu. Na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na kuharibu hao waharibue nchi. Kwa hiyo sasa hivi wanaharibiwa. Kisha hekalu la kweli yote lilitoka mahali pake likafunguliwa, ndio limefunguliwa sasa. Na sanduku la agano hili majira likaonekana ndani yake, kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko juu ya nchi. Ndio nao viona huu mtikisiko, anaweka mambo sawa. Tunaona ile 14 ule mstari wa 14, Ufunuo 14:10, Ufunuo 14:6. Kisha nikaona malaika mwenye nguvu akitoka katika mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao na kabila na lugha na jamaa, akisema, kwa mamlaka iliyo kuu mcheni Baba na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi. Kwa hiyo mimi siogopi kukwambia, au sioni haya eti kuona haya juu ya kukwambia kweli. Kwa sasa hivi Armageddon, ule uwanja wa vita kwenye akili yetu, akili zetu, weupe, weusi, wekundu, ile vita ya uongo ya sibili ni kati ya uongo na kweli yote. Sasa uongo ameanguka, ndio maana kweli sasa iko juu ya nchi. Kwa hiyo ni mimi na wewe kuendelea kumshukuru yeye, kwa sababu tayari anatufundisha yaliyo mema, mazuri sana sana. Kwa hiyo leo tangazo na tarumbeta limepigwa kwamba Armageddon, ule uwanja wa vita uliokuwa haueleweki, tayari umeeleweka. Kwa hiyo umefutwa na haupo kabisa uwanja kwenye akili zetu sisi sote, wakubwa kwa wadogo na viongozi. Kwa hiyo karibuni sana kwa ajili ya kupata nafasi ya kupokea, na wale watakaosikia na wale utakaowaunganisha, wewe kusubscribe tu peke yake na kulike kwa ajili ya Kweli Yote TV. Kwa hiyo yeye Baba ametukuzwa na sisi tumekumbukwa. Maisha sio mbinguni, maisha ni juu ya nchi. Mmebarikiwa sana viongozi na wote, weupe, weusi, wekundu, wote, mataifa yote, wote wa imani zote, kwa sababu majira yake haina imani, bali ni kuheshimiana na kuwa sasa moja, kwa maana imani imetugawanya sana. Sasa ni mahali pa kuheshimiana sisi kwa sisi. Karibuni sana.